Yanga tumeonyesha ukubwa wetu. Tumecheza na binadamu na majini, leo tumeweza kuwashona kwa Benjamin Mkapa. Unamaanisha nini? Hawa Silva sio kiboko. Yeye mnaweza mkaona watu, sio watu hawa. Kuna dakika Malawi. Nyie tuacheni leo tufanye hivi. Kazi ilikuwa nzito kuwatoa hawa. Hawa hatari. Hawa hatari. Hatari kivipi kimbinu? Tufanye tu hivi. Tumshukuru Mungu hawa tumewatoa. Wanatusubiri kwa hamu. Wasemaje? Yanga tumeonyesha ukubwa wetu leo Benjamin Mkapa. Na hawa watoto hawa Malawi niwatangazie rasmi wana Yanga wenzangu. Walikuja wakatika viuno pale uwanja wa ndege. Kesho wakiwa wanaondoka, hawawezi kuondoka kimya kimya kwenye ardhi yetu. Tutawapelekea msondo pale pale hapo tuwasindikize na ujumbe tutawapa. Sisi ni mabingwa wa nongo. Huwezi kutufanyia nongo kwenye ardhi yetu ya kuacha. Tutawasindikiza kesho na vigoma vingi sana. Uruguay unawapelekea vingi mno baba. Taona mwenyewe kesho. Inaonekana hiyo iliwaumiza sana na iliwapa pressure. Imetuumiza sana, sio swala pressure, imetuumiza sana kwa sababu ni dharau kubwa ile kwenye ardhi yetu. Hawa wamejipanga vizuri nje na ndani. Nyewe msione kawaida. Walijipanga kweli kweli. Simuona moshi mdogo mkubwa, moto umewaka leo. Kazi ilikuwa nzito ndugu zangu, msifikiri rahisi. Kwamba jini katoka kwa moshi mweusi umeonekana Benjamin Mkapa leo. Sio kazi nyepesi Yanga kwenda hatua ya makundi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu tumekwenda hatua ya makundi. Rais amesema usiku wa leo kabla hajafika saa 6 tunakwenda kutambulisha kocha bora. Wazungu wanasemaga na nyie mnatafsiri kwamba mpira ni sayansi. Sasa Yanga kocha wetu ndio hiyo sayansi yenyewe. Yaani hiyo sayansi ya mpira ndio kocha wetu mtambulisha usiku leo. Mungu tunamshukuru sana, niwapongeze sana mashabiki wote wa Yanga na mmeelewa kwa nini tuliwaita watu wote hawaje leo kwenye hii mechi. Nafikiri mmeona wenyewe. Nguvu zao, sauti zao zimetusaidia kwenda kwenye hatua makundi. Tulikuwa kwenye hali ngumu, pressure ilikuwa kubwa, lakini washukuru sana mashabiki wote wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania, wameitikia kwa wingi na wamekuja kusimama nyuma ya timu yao. Tumepambana kipindi cha kwanza, tumepata magoli mawili, kipindi cha pili pressure ikawa kubwa, tunataka tuongeze goli, tunakosa magoli. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi. Tunakwenda sasa kuboresha zaidi pale, kwenda kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaye tactician mpya, tunaamini inshallah tutakwenda kuona mabadiliko makubwa kwenye kosi. Ni wazi kwamba kuelekea makundi tunaenda kuiona Yanga mpya ambayo kulikuwa. Hilo wala sio jambo la mjadala Pablo Almas. Yanga ya makundi sio Yanga hii. Yanga inakwenda kubadilika kabisa. Kwa sababu kocha aliyekuja ametumia wiki 2 kuwasoma wachezaji wetu wote wa kikosi chote na amefanya maamuzi yake. Atatambulishwa leo na kesho anaanza mazoezi Avic Town. Tuna mchezo wa ligi kuu siku ya Jumanne dhidi ya Mtibwa Sugar pale KMC, anakwenda kuanza kesho kutwa. Jumanne tuna mechi. Kwa hiyo tumpe muda mwalimu andae timu yetu vizuri na naamini inshallah kwenye hatua ya makundi tutakwenda tukiwa tofauti kabisa. Folz alikuwa kocha wa miaka tuache. Tupumzishe. Nimekwambia wazungu wanasema mpira ni science. Kocha wa Yanga ndio sayansi yenyewe sasa. Ndio mtakwenda kuiona. Maana mnachambuaga mpira science, sayansi inakuja sasa. Na falsafa ya timu ya Yanga lakini na falsafa ya mpira wetu anakuja na kila kitu. Zitapigwa pasi nyingi, tutashambulia kwa spidi kubwa. Unaona kama leo tumecheza kwa pressure kubwa lakini tumekosa goli kama 4 hivi. Tukishakaa confidence yetu imekaa vizuri, yote haya tunafunga inshallah. Yote haya tutakuwa tunafunga. Tarudi kwenye momentum ya kufunga magoli mengi. Mimi niwaambie, watu tukajipongeze. Malawi nyie sikieni, sitakani wasahau hawa kiboko. Ungetuibia siri nini hasa wamekifanya? Wewe unajui hii? Mimi sijui. Jana tumewachia wafanye mazoezi, mara ghafla uwanja hatuuoni. Malawi acheni. Uwanja Mkapa. Noto. Si watu wazuri hao. Ndio maana wamekuja katika viuno. Mimi niliwaambia watu hawa kwa nini wametusumbua? Uchizi vunga, si unaona uchizi kafanya nini leo? General Duke Abuya akazungumza leo. Kapotea. Kama unataka kusajili mtu kwenye hii timu hayupo kwenye hao 11. Lakini kiufundi kama unataka utoe asilimia labda kwa mpinzani wako kwa namna ambavyo amecheza leo. Kafanya nini leo? Kafanya nini? Huyu nguvu yake yenyewe mnayejua, msake naongee mengi hapa. Nawaambia kama kuna mtu anataka kusajili mchezaji kwenye hii timu, huyo mchezaji hajaanza leo. Iko nje, mtafuteni. Huyo ndo hatari huyo. Huyo ndo hatari baba. Malawi. Mimi sitakani wasahau. Pengine bila kuambia mashabiki wamejitokeza, hawajaleta vurugu, viti havijavunjwa, wanashangilia dakika zote. Sio tu kushangilia dakika 90. Second half ukiangalia timu ilishuka kidogo tempo. Lakini mashabiki walikuwa kwenye utulivu.
Ingekuwa una mashabiki oya hapa wangeanza mara kocha fanya sabu, mara wangerusha viti, lakini walikuwa kwenye utulivu wakiamini leo cha muhimu ni kwenda hatua ya makundi. Ndio kitu muhimu zaidi leo. Yanga iende hatua. Tumekwendaje? Tutakwenda kujadiliana baadaye, lakini cha muhimu tumeingia hatua ya makundi, na nitumie fursa hii kuzipongeza timu tatu za Tanzania kwa maana ya hivi Singida bado. Singida ndo wanaenda kucheza sasa hizi. Tunawatakia heri sasa hapo. Hapo sasa ni heri, maana Singida nao unajua hawatabiriki. Sisi tupongeze Azam FC wamekwenda, Singida tukamwombee dua naye qualify, baada hapo tuzime dua zetu, maisha mengine yaendelee, achana naye huyo. Atajua mwenyewe. Dua zinaishia leo za Yanga kwa Azam FC. Akifanikiwa yani kwa Singida, akifanikiwa kufuzu tutasema alhamdulillah, timu tatu kubwa zimekwenda hatua ya makundi. Ulituambia kwamba Mzize yuko fiti. Mzize bwana, afadhali mwenze hilo swali. Mzize bwana jana akajitonesha majeraha yake siku ya mwisho ya mazoezi. Tena akajitonesha kiasi cha kwamba tunahisi tatizo linaweza likawa kubwa. Kwa sababu unajua alikuwa anacheza mwanzo na maumivu, baadaye tukaenda kufanya vipimo akaonekana ameshaanza kuimarika, akaanza mazoezi na yeye alikuwa anaitaka sana mechi, kwa akawa anajituma sana kwenye training. Jana kwa bahati mbaya mwenyewe tu pigwa mpira fulani akataka aunge, akatonesha eneo la goti, na maumivu alikuwa anayasikia pale yanakupa picha huenda jeraha likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tusubiri, Mwenyezi Mungu atuongoze. Anakwenda kufanyiwa vipimo siku ya kesho. Baada ya hapo tutakuja kuwajuza Watanzania kama jeraha lake ni kubwa au jeraha lake ni la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu ampe utulivu na Yanga tuko nyuma yake. Kamwe uwanja leo ulikuwa full house. Unaona hichi kikijirudia labda kesho kwa wapinzani wetu? Mimi sijui, mambo chana nao. Mimi niwapongeze wana Yanga wenzangu waliokuja leo, wameitikia, na watu wenye akili timamu wameona wa kiasi gani tulikuwa tunahitaji nguvu ya mashabiki leo kuja kuisupport timu yetu. Kwenye hali ngumu tumekuja pamoja, tumevuka kwenye hatua makundi, alhamdulillah, tunajipanga na washabiki. Kila la heri kwenye makundi. Asante sana.